Naitwa mchungaji Amiki JD. Huduma yangu inapatikana katika mkoa wa Kilimanjaro, mjini Moshi. Soma neno, fanya neno. Amen. Na kufanya neno ni na neno ni daima mbele. Tanzania kwa Yesu. Tanzania kwa Yesu. Haleluya. Ni kweli kabisa, Tanzania hii kwa Yesu inavani inawezekana. Haleluya. Kwa nini tunafundishana ndugu zanguni? Kila siku tunafundishana. Kwa sababu neno la Mungu ndio chakula chako wewe. Wewe ni roho, lakini unakaa kwenye nyumba inaitwa mwili. Mwili umesha kula, kama ni mandazi, kama ni vitumbua, kama ni kababu, au ni uji, au ni kipolo cha jana. Mwili umemaliza kazi yake. Lakini wewe ni wa milele. Hicho cha milele kinachokaa ndani yako kinaitwa roho. Kisipokula hiki chakula ninachofundisha sasa, ina maana roho yako itakuwa na kwashako, itakuwa haina afya. Na Mungu amesema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yako yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Sasa roho yako hata siku moja haitafanikiwa kama haitajua alichosema nani? Muumba wake. Kuna muumba aliumba roho yako na mwili wako. Sasa kuna vitu amesema kwa ajili ya roho yako, ili iwe na nguvu ya kushinda matatizo yote ya ulimwengu. Haleluya. Sasa ndio maana leo somo letu linasema, mtu ni nani? Mtu ni nani? Haleluya. Sasa mtu ni mimi na wewe. Sasa sisi hapa ni nani? Maana kuna ng'ombe, kuna mbuzi, kuna ndege, kuna samaki, kuna wanyama wa porini, na wao ni viumbe. Kuna miti, kuna milima, kuna mabonde, na vile ni viumbe. Lakini wewe ni moja kati ya viumbe. Sasa wewe ni nani? Haleluya. Sasa ni lazima ujielewe. Hicho anachokuelewa Mungu na wewe ujielewe hivyo, isiwe tofauti. Sasa ikiwa sawa sawa anavyokuelewa Mungu na wewe ndivyo unavyojielewa, kwenye dunia hii utapata raha sana. Haleluya. Tatizo ukielewa tofauti na anavyoelewa Mungu na alivyosema Mungu, ndio hapa duniani unakuwa mbangaizaji, matatizo hayaishi. Kwa sababu Biblia ni kitabu cha kuchungulia ili kutazama maarifa ya namna ya kuondoa matatizo yote na kuishi kwa raha hapa duniani. Haleluya. Sasa mimi ni nani? Mimi Amiki ni nani? Na wewe hapo ni nani? Au sisi hapa kwa maana ya Mungu sisi ni nani? Ndio tunatazama leo hapa, ili tusionewe. Haleluya. Sasa namba 1 inasema, mtu ni kiumbe pekee hapa duniani anayemwakilisha Mungu. Mtu ni kiumbe pekee hapa duniani anayemwakilisha Mungu. Sasa Mungu huwa anafanya nini ili wewe mtu umwakilishe? Sasa hapo ndio pa kujua. Mungu anatakiwa kuwakilishwa. Kuwakilishwa maana yake kusimama badala yake. Labda umekaribishwa mahala, lakini unasema, jamani, mimi kufuatana na sababu ambazo haziwezi kuzuilika, ninamtuma mtu aje aniwakilishe. Maana yake utakapokuwa pale,
itakuwa sawasawa yule ambaye hakuja amekuja. Haleluya. Kwa hiyo wewe ambaye uko hapa duniani iwe sawasawa Mungu ambaye yuko mbinguni awe yuko hapa duniani kwa sababu yako. Haleluya. Sasa Mungu kazi yake nini? Ili umwakilishe hivyo hivyo baada ya kujua kazi yake. Niliwahi kufundisha huko nyuma kabisa majukumu 7 ya nani? Ya Mungu, mnakumbuka? Sasa ukijua majukumu 7 ya Mungu, ndio hayo unayotakiwa wewe uyafanye wapi? Hapa duniani. Jukumu la kwanza ni kuumba. Jukumu la kwanza la Mungu ni kufanya nini? Ni kuumba. Jukumu la pili la Mungu ni kuokoa. Sasa wewe huwa unaumba nini na umeshaokoa nini mpaka sasa? Jukumu la tatu la Mungu ni kufundisha. Wewe umeshamfundisha nani mpaka sasa? Jukumu la 4 la Mungu ni kuponya magonjwa. Huyu mtu kazi yako kuponya magonjwa. Umeshamponya nani mpaka sasa? Maana mponyaji ni Mungu. Sasa wewe unamwakilisha. Ina maana wewe ndio mponyaji hapa duniani. Haleluya. Sasa umemponya nani mpaka sasa? Jukumu la 5 la Mungu ni kubariki. Kubariki. Umembariki nani mpaka sasa? Yule mtu akitazama anajua ungekosa wewe angeaibika. Ni nani? Jukumu la 6 la Mungu ni kutawala. Kutawala kabisa. Kusimamia. Kuongoza. Yaani Mungu ni mtawala, ni msimamizi, ni kiongozi. Sasa wewe mpaka sasa unaongoza nini? Unasimamia nini? Unatawala wapi? Haleluya. Na kazi ya kiongozi, sijui kama unaijua. Kazi ya kiongozi ni kuhudumia watu na viumbe vingine. Hiyo kazi ya kiongozi. Kazi ya mfuasi ni mbaya sana, ambayo sio wewe. Unataka umwakilishe nani? Mungu. Ina maana wewe ni kiongozi, wewe ni msimamizi, wewe ni mtawala. Kazi yako ni kuhudumia watu wengine. Lakini mfuasi kazi yake ni mbaya sana. Kazi yake ni nini unajua? Ni kutafuta makosa ya kiongozi ili amlaumu, amhukumu, amchukie au ahamie kwenye chama kingine au aamue kufanya fujo. Ndio kazi ya mfuasi. Kwa hiyo wewe kama kiongozi jukumu lako ni kusimamia na kuhudumia watu wengine. Mfuasi ambaye hana mpango wa kuwa kiongozi, kazi yake kutafuta makosa, kutafuta dosari ili apate cha kuhukumu, cha kulaumu, cha kusengenya, cha kushtaki. Hasa wewe na Mungu ni kitu kimoja. Halafu cha mwisho sasa, kazi ya Mungu ni kuhukumu. Yaani Mungu anakwenda na mtu, kazi zake zote anafanya. Mwishoni sasa Mungu anaamua kumhukumu nani? Huyo mtu. Hiyo huwa ni kazi ya mwisho. Ndio majukumu 7 ya Mungu. Sasa hayo majukumu 7 ya Mungu ambayo angeyafanya yeye Mungu, unatakiwa ufanye wewe, au ni haki ufanye wewe, maana wewe ni mwakilishi wake. Sasa hapa kwenye somo letu nimeweka mambo mawili tu makubwa. Nikasema kwa sababu mtu ni kiumbe pekee anayemwakilisha Mungu hapa duniani, mambo makubwa mawili. Huyu mtu ndiye mtawala wa viumbe vingine. Haleluya. Na huyu mtu ndiye anaendeleza uumbaji. Ndio mambo makubwa, kuumba na kutawala. Vitu vyako ulivyoumba unavitawala. Sasa kwenye mfano wa uumbaji nikasema hivi, Mungu wote tunajua ameumba ardhi. Haleluya. Lakini mtu
anatumia ardhi kujenga nyumba, barabara na miundombinu mingine. Usitegemee hata siku moja Mungu atakuja kukujengea nyumba. Mungu atakuja kukujengea kibanda cha kuku. Mungu atakuja kukujengea kioski cha kuuzia vinywaji. Mungu tutaamua tufunge na kuomba Mungu ajenge barabara za lami. Mungu hamna. Hiyo ni kazi ya nani? Ya kwetu sisi, maana tunaendeleza pale alipoishia Mungu, kuleta udongo na ardhi na mawe na lami na magari, vyuma, nini. Kazi ya kuendeleza pale ni kazi ya nani? Yetu. Sema kazi yetu. Haleluya. Mfano mwingine, Mungu ameumba miti. Miti hii tunaiona, ameumba nani? Mungu. Si hatuna uwezo. Sasa baada ya kuona mti, mtu ndio na yeye jukumu lake kuendeleza, ndio kwenda kupasua mbao na kutengeneza meza, viti, makabati, milango, madeski haya na vitu vingi vinavyotengeneza kwa mbao. Usitegemee Mungu atakuja atoke mbinguni achukue lile msimeno likubwa au na cheni aanze kuangusha miti, anapasua mbao mpaka watu wote tunaogopa kwenda msituni. Bwana, I say huko msituni rafiki yangu Mungu anapasua mbao. Hamna. Kazi ya kupasua mbao ni kuendeleza uumbaji wa nani? Wa Mungu. Baadaye mbao zinakwenda kwa seremala atengeneze na yeye meza, viti, milango, makabati. Ni kazi ya nani? Ya mtu. Na mtu ni wewe na mimi. Haleluya. Kwa hiyo tunamwakilisha Mungu kweli? Maana majukumu yake 7 nimeyasema, na nikasema haya ya muhimu mawili ni kutawala viumbe vingine na kuendeleza uumbaji. Hasa kwenye Biblia hapa leo nataka tuende polepole, ndio maana somo hili sikutaka kuweka mistari mingi, ili tujitambue. Kwa nini tunafundishana? Ili tujitambue wajibu wetu na sisi kama nani. Haleluya. Sasa twende polepole. Mungu wetu, baba yetu anasema nini kwenye Mwanzo 1 mstari wa 26 mpaka ule wa 28? Leo nasoma polepole. Nasoma katika jina la Yesu. Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu alikuumba wewe na mimi na wenzetu waliopo kokote pale ili kutawala. Haleluya. Tuliumbwa ili tuwe watawala. Na mtawala ni msimamizi, mtawala ni kiongozi, mtawala ni muelimishaji, mtawala tumesema kazi yake kuhudumia watu wengine. Haleluya. Hasa kwa maana ya Mungu, mstari wa 27 unaweka wazi ya kwamba Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mwanamume na mwanamke waliumbwa siku moja kwa mfano wa nani? Wa Mungu, kwenye ulimwengu wa roho. Ina maana kwenye ulimwengu wa roho tayari wewe ulikuwa umeshaumbwa na vitu vyako vyote. Ila baadaye kwenye ulimwengu halisi ambapo sasa mwili ulitengenezwa, Adamu alionekana yuko peke yake. Lakini kwenye ulimwengu wa roho Hawa alikuwepo, au Eva alikuwepo, kwa mfano wa nani? Wa Mungu, ili umwakilishe hapa duniani. Watu wakikuona wewe wameshamuona nani? Mungu. Wewe na Mungu msiwe tofauti katika eneo lolote. Haleluya. Mstari wa 28 unaendeleza na usoma katika jina la Yesu.
Sasa Mungu akawabarikia. Tangu ulipoumbwa ulikuwa umebarikiwa. Haleluya. Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Sasa hapo mwenye masikio na asikie. Kwenda kutawala viumbe vyote, ndege wa angani, wanyama na samaki na nchi vimetajwa. Halafu imetajwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya uso wa nchi, hakikutajwa. Sasa mimi nakupa ufunuo wa andiko hili. Kwa sababu vyote vimetajwa, kuna viumbe vyenye uhai ambavyo havionekani kwa macho, na vyenyewe lazima tuvitawale. Viumbe hivyo ni mashetani kwa kabila zao, kwa idara zao, kwa majina yao. Haleluya. Wewe na Mungu ni kitu kimoja. Na wewe unamwakilisha nani? Mungu. Na shetani anamuogopa Mungu, kwa hiyo anakuogopa na wewe. Haleluya. Ila anakutazama, ukikurupuka anakufukuza. Hata mbwa huwa anakuja kwa machale, anakutazama, akiona nini anakimbia. Shetani naye hivyo hivyo, saa zote anakufuatilia. Unajielewa kwamba wewe ni bosi kuliko yeye shetani? Kama hujielewi, atakuandama tena, atakuburuza kweli kweli, na atakufanyia kila kitu. Na baadaye mwanadamu amegeuzwa, akamwabudu shetani, akamfanya Mungu. Sijui kama mnaelewa. Baada ya mwanadamu kuwa hajielewi, ndio unaona mwanadamu anaabudu mizimu, anaabudu mapepo, anaabudu majini, kwa sababu yeye mwenyewe amejiona mnyonge na yamemzidi nguvu, na hana taarifa hizi kwamba yeye ni mwakilishi wa Mungu hapa duniani. Haleluya. Kwangu mimi namshukuru Mungu kwa sababu naelewa mimi ni mwakilishi wa nani? Wa Mungu. Ole wake shetani asogee karibu yangu. Mimi ni bosi wake, mimi ni mtawala wake. Yeye ni kiumbe kinachotakiwa nikitiishe na kukitawala, kwa sababu ndio kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya uso wa nchi, hata kama hakina mwili. Lazima kitawaliwe. Nitasema neno kwamba shetani kaa mbali, majini kaa mbali, mizimu kaa mbali, hata kama hamuonekani, katika jina linalopita majina yote. Mimi ni mwakilishi wa Mungu hapa duniani. Mimi na Mungu ni kitu kimoja. Sasa haya mambo usipowafundisha vizuri watu, roho ya hofu huwa haiondoki. Akitishiwa kidogo tu, hata kama kitu hajakiona, kisha kulipuka, kumbe anakwenda kule kule ambapo kipo. Lakini kama una taarifa hizi, huyu mtu wa kukurupuka. Ukisikia uvumi au kitu chochote unatulia. Maana unajua sasa mimi ni bosi wa hapa. Nani wanaoleta vurugu yoyote? Ni jini, ni pepo, ni mzimu, ni wanyama. Maana chochote umeambiwa ufanye nini? Ukitawala. Haleluya. Sasa kitu kingine, twende kwenye Mwanzo ile 9 mstari wa 2. Nasoma katika jina la Yesu. Kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Wanyama wote, samaki wote, ndege wote wanatakiwa kuwaogopa ninyi. Hiki kitu kuna siku mimi nilikuwa natazama kwenye televisheni, kuna wale watu wanaozamia kwenda baharini chini. Wanavaa mapezi kama samaki nini, wanaenda chini kabisa kule ardhini kwenye maji. Wanakutana na masamaki makubwa, mapapa upanga, manini, wanapishana naye. Hasa mimi mwanzo kabla sijaelewa hapa sawa sawa, mimi nilikuwa nasema ise wazungu ni watu wa ajabu sana. Wanachezea maisha. Yaani kule anapishana na papa upanga hivi, na yeye anajifanya kama samaki, anakwenda tena analishika ubavuni. Kumbe
anajielewa yeye ni nani. Tukisema watu kuvalishe mkia wa samaki hapa na mapezi, tukutie kule ndani uingie chini ya bahari, kuna mwingine kule ndani atakuwa anapiga kelele, likipita samaki kubwa kelele, likipita samaki kelele. Sasa ukipiga kelele na maana hujielewi. Hii ni haki yetu tujitambue kwamba sisi tunamwakilisha nani? Mungu. Na Mungu akisema amesema. Samaki wote watakuogopa, hata kama ni nyangumi, hata kama ni papa upanga. Usije ukaleta andiko la Yona hapa kwamba mbona Yona alimezwa. Hakumezwa. Yona aligoma kumtumikia nani? Mungu. Ule ulikuwa ni usafiri wa kumpeleka wapi? Ninawi. Kwa sababu yeye alitoroka akaenda Tarshishi. Sasa na ndani ya maji huko meli ile inataka kuvunjika, itabidi utafute usafiri mwingine huko na nani? Na Mungu, kumpeleka Ninawi. Ndio walipomrusha kwenye maji, lile samaki likammeza, likaondoka mbio kwa spidi za Mungu kumpeleka mhubiri kule alikotoroka, ambaye ni Yona. Hakuliwa. Yeye mle ndani akanyamaza kimya, akasema nimeshakufa. Anazania na image kwamba mimi sasa niko ndani ya samaki na nimeshaliwa, nimekufa. Kufika kule kwenye ufuko wa Ninawi, akatapikwa, akalushwa, akaanguka kwenye mchanga. Kutazama hivi anaona, huu ndio ule mji niliogoma kuja kuhubiri. Na ile tulisema kila kitu kimepangwa na nani? Na Mungu. Biblia inasema hivi, baada ya kutapikwa Ninawi, Yona mahala ambapo angeenda kwa njia ya kawaida ya gari au ya farasi, mahala pa kuhubiri siku 3, alikuwa anahubiri siku 1. Maana ameogopa kile kilichompata. Nidhamu yake ikaongezeka kwa sababu ametumia usafiri ambao sio kawaida. Kumbuka kama wewe ni mkulima, huwa unalima matuta 20. Maana yake unalima matuta mangapi? 60 kwa siku, kwa sababu ya hofu iliyokupata kwamba hakika Mungu yupo na amenikamata, nilikuwa nakimbilia Tarshishi, sasa nimerudishwa Ninawi. Hebu nifanye bidii nimpendeze nani? Mungu. Haleluya. Sasa sisi ni kweli tunamwakilisha Mungu, tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Haleluya. Na Mungu mwenyewe wala hana uchoyo, na ameweka wazi, yeye Mungu anaelewa na wewe ni Mungu. Hivi mtoto wa Mungu ni nani? Mtoto wa Mungu ni Mungu. Mtoto wa simba ni simba. Mtoto wa mjusi ni mjusi. Mtoto wa guluguja ni guluguja. Mtoto wa hoo ni hoo. Mtoto wa ki ni ki. Sasa mtoto wa Mungu ni Mungu ambaye ni wewe. Amen. Haleluya. Ndio maana tunamwita Mungu baba yetu. Sasa yeye Mungu anasema kwenye Zaburi 82:6, mimi nimesema ndinyi miungu wana walie juu, nyote pia hamtaki. Sasa haleluya. Zaburi 82:6 pameandikwa hivi, mimi nimesema ndinyi miungu na wana walie juu, nyote pia. Haleluya. Hasa kama Mungu amesema wewe ni Mungu, hutaki, unataka uitwe nani? Shetani? Au unataka kuwa ndege au mnyama au samaki? Yeye Mungu anataka wewe Mungu. Wewe mtu ni nani? Ni Mungu. Ila ukishajua neno la Mungu, hiyo sifa yako ya uungu inafanya kazi. Anasema wale waliojiliwa na neno la Mungu na wao ni Mungu. Kama huna neno la Mungu, unaitwa mwanadamu na utakufa kama mwanadamu. Ndio mstari wa 7 unasema hivi, lakini mtakufa kama wanadamu, mtaanguka kama mmoja wa wakuu. Mwanadamu ni mtu yule ambaye haelewi hata alichosema nani? Mungu. Anafanana na Adamu yule wa kwanza, anajifanyia tu mambo, hajui alichoagiza Mungu.
huyo atakufa. Wewe Mungu huwa hafi. Mungu ni mtawala siku zote na ni wa milele, ambaye ni wewe na mimi. Hasa sifa hii kubwa ambayo ni Mungu anasema, sio tunajibandika, ni lazima tuiseme kwa kumaanisha leo, ili ijulikane kwamba sisi ni mabosi, sisi ni watawala. Alivyo Mungu ndivyo tulivyo sisi. Haleluya. Hasa amesema, mimi Mungu nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Hasa mgeukie mwenzako, mwambie cheo chake, ajielewe kabisa. Mtazame vizuri na umnyoshe kidole, mwambie hivi, Mungu amesema wewe ni Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Ni Mungu amesema, sio wewe umesema, sio mimi nasema, sio viumbe vinasema. Mungu wa mbinguni amesema, na wewe ni Mungu, tena ni mwanae. Haleluya. Sasa Mungu ana huruma sana. Alipoamua kuja kujidhihirisha hapa duniani ili tumuone kama Yesu Kristo, hivi alikuja kwa umbile gani? Maana aliona watu hawataelewa. Yesu asingekuja hapa duniani, elimu hii kuifundisha ingekuwa ngumu sana. Ndio maana hata Mungu alipovaa mwili akaja hapa duniani, alikuwa mtu kama sisi, na akafanya vitu vya kimungu, lakini ni mtu. Kwa hiyo Yesu Kristo alikuwa ni mtu wa mbinguni na ni mtu wa duniani. Huyo Yesu ni Mungu wa mbinguni na ni Mungu wa duniani. Alikuwa na sifa zote. Yeye mwenyewe ni mtu, yeye mwenyewe ni Mungu, ili sisi watu tujikubali kwamba na sisi ni miungu. Haleluya. Na ndio maana Yesu Kristo anazaliwa na mwanadamu kama sisi tulivyozaliwa, ili ikubalike tutakapofundisha somo hili. Nasoma katika jina la Yesu. Mathayo 1:21 inasema hivi, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Haleluya. Hasa 23 inasema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamuita jina lake Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Mungu pamoja nasi. Yesu Kristo ana jina jingine, anaitwa Imanueli, au mwana wa Mungu, ambaye ni Mungu pamoja na wanadamu. Mungu alikuja kujifunua kabisa hapa ili ijulikane Yesu Kristo sio mtu wa kawaida, ni mtu lakini ni Mungu huyo huyo. Ndio maana aliweza kuwalisha watu kule nyikani chakula, samaki na mikate, watu 5,000, samaki na mikate watu 4,000. Ndio maana aliweza kutembea juu ya maji, kwa sababu yeye ni Mungu. Ndio maana aliweza kuponya viwete, vilema, ili kazi ya Mungu ya uponyaji ithibitike kwamba kuponya watu ni kazi ya Mungu, lakini ni kazi ya mtu. Hasa neno la Mungu linakubadilisha wewe, unakuwa mtu Mungu, kama ambavyo Yesu Kristo alikuwa Mungu mtu. Haleluya. Mwambie tena yule rafiki yako, ulimwambia kwamba wewe ni Mungu, sasa mwambie kitu kingine, labda ataelewa. Mwambie hivi, ndugu yangu, wewe ni mtu Mungu. Nimesema hivi, wewe ni mtu Mungu, kama Yesu alivyokuwa Mungu mtu. Wewe ni mtu Mungu. Mtu Mungu na Mungu mtu ni kitu kimoja. Haleluya. Sasa kama wewe ni Mungu mtu, ina maana majukumu yale 7 ya Mungu yanakuangukia. Wewe ni muumbaji,
wewe ni mwokozi, wewe ni mwalimu, lazima ufundishe, wewe ni mponyaji, wewe lazima ubariki watu, lazima utawale na lazima utoe hukumu. Kutoa hukumu ni kuzuia kisichotakiwa kisifanyike. Haleluya. Ndio kutoa hukumu. Ni kuzuia kisichotakiwa kisifanyike. Kuhakikisha unakuwa kiongozi, sio unakuwa mfuasi. Mfuasi ni mwanadamu, hana neno, hana nini, hajui lolote. Yeye anavizia ukosee, acheke hata kama ulifanya vizuri miaka 20. Haleluya. Sasa majukumu yale yale ya Mungu unatakiwa kuyafanya wewe, maana na wewe ni Mungu kama baba yako. Sasa hivyo ni jukumu la mtu kufanya kazi zile zile za nani? Za Mungu. Yohana 14:12 inasema vizuri sana. Amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, naam, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Haleluya. Yesu anaaga, anasema hivi, jamani, mimi naenda kwa Baba. Baba yenu ninyi ndio baba yangu mimi, Mungu wangu mimi ndio Mungu wenu ninyi, wote baba yetu ni moja. Sasa kazi zile mlizoniona mimi nafanya, mimi kaka yenu, na nyinyi mtafanya, tena nyinyi mtafanya kubwa zaidi. Kwa hiyo jukumu la Mungu limetuangukia, na ni Mungu ametupa jukumu hilo, na habembelezi. Ukimwamini Yesu Kristo, kazi zile zile unatakiwa kuzifanya zote. Hasa kadiri unavyozielewa nyingi, majukumu yako yanakuwa mengi. Kadiri unavyoelewa chache, majukumu yako yanakuwa machache. Lakini wewe uliyeelewa mengi, yote utadaiwa. Haleluya. Na ndio maana kazi kubwa ya Yesu ilikuwa ni kuzivunja kazi za Ibilisi. Mwana wa Mungu alidhihirishwa ili kuzivunja kazi za Ibilisi, kwa sababu Ibilisi ni moja kati ya kiumbe chenye uhai kinachotembea juu ya uso wa nchi. Ni lazima tukitawale, ni lazima tukishughulikie, ni lazima tukidhibiti, ni lazima tukihamishe mahala ambapo haparuhusiwi shetani kukaa. Lazima aondolewe. Atakayemuondoa ni nani? Ni wewe na mimi. Tazama waraka wa kwanza Yohana 3 ule mstari wa 8. Pameanza maneno mengine, lakini neno letu tunataka ni ile sehemu ya pili. Pameandikwa hivi: atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Hapo ndio unapata. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kazi za Ibilisi ni nyingi kweli kweli. Kazi za Ibilisi ni kuua, kuchinja, kuharibu, kuaibisha, kuonea, kugombanisha watu, kufanya fujo, kelele, kuumiza. Chochote ambacho watu hawataki ni kazi ya Ibilisi. Haleluya. Sasa Ibilisi ana polisi wake ambaye ni wewe. Mwambie wenzio, mwambie hivi, Ibilisi ana polisi wake, na polisi huyo ndio wewe. Kama majambazi yanavyoogopa polisi na FFU, ndivyo Ibilisi anavyokuogopa wewe. Sasa una habari na unafanya hiyo kazi ya upolisi. Au ukimwona Ibilisi wewe ndio unakurupuka. Itakuwa ajabu sana, majambazi yamejificha kwenye msitu kule, polisi wamekwenda, tunaona wanakuja mbio, bunduki wametupa, lazima bwana majambazi hapana, polisi wanakimbia. Lazima hiyo kitu kitatolewa mpaka kwenye magazeti, na polisi hao watafukuzwa. Hairuhusiwi kukurupuka unapokuwa we polisi uko kazini na umevaa uniform na umepewa jukumu la kwenda kumkamata shetani. Hakuna kukimbia. Haleluya.
Kwa sababu waraka wa kwanza wa Yohana 2:6 inasema yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyoenenda. Kama wewe unasema ni mtu Mungu, imekupasa kufanya kazi za Mungu ambazo sio kukurupuka, sio kukimbia, sio kutetemeka, sio kuonewa. Wewe kama polisi wa mashetani lazima uyashughulikie mashetani, yaache shughuli zao, kuzivunja kazi zote za ibilisi, kuharibu miradi yote ya nani? Ya ibilisi, kuharibu makao yote na mazalia yote ya ibilisi lazima yaharibiwe katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Hasa kwenye eneo hili Mungu abembelezi sasa. Kumng'oa shetani ni lazima, sio hiari. Hapa lazima tuseme mara 7 mpaka shetani asikie. Hebu tuseme hivi. Kumng'oa shetani ni lazima, sio hiari. 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 Kumng'oa shetani ni lazima wala sio hiari. Haleluya. Shetani anang'olewa wapi sasa? Mwana wa Mungu alikuja kuzivunja kazi za ibilisi. Yeye ni Mungu mtu na wewe ni mtu Mungu na mimi ni mtu Mungu. Kazi yetu ni moja. Yeye alikuja kuwasamehe watu dhambi, na wewe lazima uwasamehe watu dhambi. Lazima uiondoe dhambi kwenye maisha yako. Lazima uondoe laana kwenye maisha yako. Lazima uondoe magonjwa kwenye maisha yako. Lazima uondoe umaskini kwenye maisha yako. Lazima uondoe kifo kwenye maisha yako. Usife kama mwanadamu, maana wewe ni Mungu. Haleluya. Sasa ndio maana hapa kwenye Luka 10:19 tusome na kuelewa. Mungu abembelezi. Wewe ni polisi. Polisi anabembelezwa. Amesomea pale kozi miezi yote ile, amemaliza na magwada amepewa, halafu anatoka mbio huko anawakimbia waizi. Hatutakubali hiyo. Sasa na wewe hakuna kumkimbia shetani. Luka 10:19 inasema hivi: tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Haleluya. Tazama, nimewapa amri. Hivi amri anabembeleza hapo? Amri ni lazima. Unataka hutaki, fanya. Kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachokudhuru, ukijitambua wewe ni polisi. Mimi siwezi kujua kwa sababu sasa sijawahi kukaa na mapolisi. Kama inafikia wakati bwana, lakini kazi ya upolisi bwana mimi hii kazi bwana, iko siku tutakulupushwa. Ukiona polisi anasema hivyo, huyo hafai kabisa. Polisi saa zote lazima ajifunge mikanda, avae kofia vizuri na buti tena inang'aa na bunduki na nini, kila kitu. Anajua anakwenda kazini kumshughulikia nani? Adui yake. Na sisi ni vivyo hivyo. Hata siku moja Yesu hakutetemeka, hakuogopa, hakukimbia, hakufadhaika. Tena alikuwa anatuonya kwamba jamani, msifadhaike. Ninamwamini Mungu na niaminini na mimi. Ninachosema ni kweli. Wewe ndio polisi wa mashetani. Hasa unajielewa? Na ni amri ya Mungu ufanye upolisi huu. Ukanyage nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Mashetani yako miguuni kwako. Mashetani ni viumbe vinavyoenda juu ya nchi. Ni lazima vitawaliwe na wewe. Haleluya. Kwenye Zaburi 91 hii mstari wa 13 nasoma katika jina la Yesu. Utawakanyaga simba na nyoka,
mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Ni Mungu amesema, hakuna mjadala. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na mwana joka utawaseta kwa miguu. Mungu atakupa hizo nguvu za kumseta nani? Shetani kwa miguu. Hakuna kuogopa. Haleluya. Mungu yeye atakusaidia. Kwenye Warumi 16:20 panaonyesha kwamba Mungu atakuja kusaidia. Nasoma katika jina la Yesu. Naye Mungu wa amani atamseta shetani chini ya miguu yenu upesi. Kwa kuwa wewe ni Mungu mtu, au wewe ni mtu Mungu, umeunganika na Mungu. Kwa hiyo ukikanyaga kitu hivi unakanyaga pamoja na Mungu. Ukisema unasema pamoja na Mungu. Unapowaza unawaza pamoja na Mungu. Unapoomba unaomba pamoja na Mungu. Chochote unachofanya unafanya pamoja na Mungu. Hakuna kushindikana. Haleluya. Sasa mimi nawaonea huruma sana mashetani. Shetani maskini ya Mungu yeye hana maneno, hana majadiliano, maana anajielewa na anakuelewa wewe. Tatizo ni wewe, tatizo sio shetani. Tazama kwenye Yakobo 2:19. Pameandikwa hivi, wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Basi. Shetani wa watu hana matatizo. Yeye anaamini na kutetemeka kila ulichoamini. Hebu mwambie mwenzio. Mwambie hivi, shetani hana maneno. Yeye anaamini na kutetemeka kila ulichokiamini. Atatii. Tatizo ni wewe. Chochote ulichoamini Mungu amesema na una uhakika nacho moyoni, ukimwambia shetani anafanya. Shetani ukimwambia kaa chini anakaa, kimbia mbio anakimbia, toka nenda kokote unakotaka anakwenda, toka nenda usirudi tena hapa, anafanya hivyo hivyo. Tatizo ni wewe. Mamlaka hayo ya kipolisi, mamlaka hayo ya kijeshi la mbinguni huwa unayafanya? Au ukikemea dakika mbili ukiona inakuwa ngumu, unaona kwamba shetani amegoma? Shetani haruhusi kugoma, na hata goma kama una uhakika wa hicho unachosema. Haleluya. Kazi yako kuanzia leo, baada ya kujitambua wewe ni polisi wa mbinguni, ni mwanajeshi wa mbinguni, na ndio maana tunasema neno ni jeshi kubwa, ili kuzivunja kazi za ibilisi ambazo ni dhambi, laana, magonjwa, umaskini na kifo na hofu. Hofu ndio kitu kibaya kuliko hata shetani mwenyewe, kwa sababu mahala penye hofu shetani bado anafanya kazi. Mahali hofu ikiondoka, shetani hana kazi kabisa. Chochote ulichokiamini lazima shetani atakiamini na kutetemeka. Sasa kuanzia leo, wewe mtu Mungu, wewe polisi wa mbinguni, wewe mwanajeshi wa mbinguni, wewe raia wa mbinguni, umeambiwa wakanyage majoka, simba, wana simba na joka, na Mungu wa amani atamseta shetani upesi chini ya miguu yako. Kwa hiyo chochote unachoona dalili za ibilisi, hata usipomuona kwa macho, ukigundua hii ni dalili ya ibilisi, una haki ya kumueleza, toka katika jina la Yesu na usirudi tena. Haleluya. Na dalili za ibilisi: maumivu, magonjwa, mateso, migandamizo, mikosi, balaa, visirani, nuksi, kuonewa, kutawaliwa. Wewe ni mtawala, unatawaliwa. Hivyo vitu vyote nasema toka katika jina la Yesu. Mimi ni mtu Mungu. Mungu amesema mimi ni Mungu. Japo mimi ni mtu, hata Yesu alikuwa ni mtu, lakini ni Mungu. Kwa hiyo nasema kama Mungu, toka kwa jina la Yesu. Shetani anaamini hicho ulichosema
na kutetemeka, ili mradi ukikisema kwa ujasiri. Tatizo mtu anasema huku anakimbia. Sasa unasema huku unakimbia, hiyo kukimbia inaonyesha uzembe, inaonyesha unalia. Toka kwa jina la Yesu, kila siku hapa tu. Amri kama hiyo, polisi anakamata mtu kwa anakimbia, atakamata kweli? Hamna. Lazima tutumie haki yetu tuliopewa na Mungu ya kuutawala ulimwengu huu na kuutiisha na kuzivunja kazi za Ibilisi. Haleluya. Amen. Baada ya kusema maneno hayo, hebu tuseme hivi. Sema, Mungu Baba, nisaidie kuondoa roho ya hofu, kwa sababu nimejitambua mimi ni mtu, lakini kumbe wewe umesema mimi ni Mungu. Kwa hiyo mimi ni mtu Mungu, mimi ni polisi, mimi ni mwanajeshi wa serikali ya mbinguni. Ninayo mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, ili kazi zote za Ibilisi ziharibiwe, dhambi iharibiwe katika jina la Yesu, magonjwa yaharibiwe katika jina la Yesu, laana iharibiwe katika jina la Yesu, umaskini na ufukara viharibiwe katika jina la Yesu, vifo vya kabla ya wakati viharibiwe katika jina la Yesu. Mimi nipate kuishi kwa amani, kwa raha, kwa furaha, ili wewe Mungu utukuzwe katika maisha yangu, ili mimi ijulikane ninakuwakilisha wewe hapa duniani. Hata kama wasipokuona wewe, wakiniona mimi wameshakuona wewe. Mimi na wewe ni kitu kimoja. Kwa jina la Yesu tuseme amen. Haleluya. Unaweza kuwasiliana nasi kwa kutumia simu zifuatazo. Kwenye mtandao wa Vodacom tunazo simu mbili, 0767 40 97 40 na 0767 40 98 40. Na kwenye mtandao wa Tigo unaweza kuwasiliana na sisi kwa kutumia simu 0715 40 98 40. Na hali kadhalika kwenye mtandao wa Airtel unaweza kutupata kwa simu 0784 40 98 40. Na pia unaweza kuwasiliana na sisi kwa kutumia email zifuatazo. Ya kwanza ni amikiambari@yahoo.com, na email ya pili ni amikijd@gmail.com. Na kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Facebook unaweza kutupata kwa kuandika facebook.com/ambari.amiki. Na pia unaweza kupata video zetu kwa kupitia YouTube kwa kuandika youtube.com/user/Amiki Ministries. Lakini pia unaweza kuwasiliana nasi kwa kutumia barua kwa kuandika tu Pastor Amiki, sanduku la barua 8914 Moshi, Tanzania. Mungu akubariki na uendelee kujifunza neno la Mungu kupitia huduma yetu.